Kwa majina yangu naitwa Lucas Peter Shayo, ni supervisor wa Shinli Parking Matio na ni manager pia wa hapa. Kwa mimi hili tukio lilivyotokea kwa kweli limeniumiza sana na limeumiza sana watu wengi. Mimi jana asubuhi wakati natoka nyumbani, kuna kijana mmoja anakujaga asubuhi kwa ajili ya kupasha maji moto. Alipofika pale mlangoni akawa anagonga mlango. Mlango haukufunguliwa. Akanipigia mimi simu. Mbona napigia mlango walinzi hawafungui, kuna shida gani? Nikamwambia wewe gonga. Alipogonga baadaye mwisho wa siku hawajafungua na muda nao unasogea imeenda kufika saa ngapi? Saa 1. Ikabidi nipigie simu mwambie una namba ya babu ambaye anakaa na karibu na bosi. Akanambia ndio. Basi mpigie mwambie kuna watu wako mlangoni pale waingie ndani. Akanambia sawa. Walipompigia kweli yule babu kafungua mlango. Kufungua mlango ikawa sasa wanasearch huku ndani kwa walinzi hawapo na yule bosi mwenyewe hayupo. Mimi baada ya hapo udada kama ameondoka kwenda kutoa taarifa kwenye kituo cha polisi. Mimi kufika hapo nikakuta wafanyakazi wote wako hapo tayari. Mimi nikauliza jamani, mmejaribu kutafuta tena huku? Ile kusema hivyo kufika pale ofisini nikasikia kuna mdada amepiga kelele huku, yani kwenye mashine huku tayari kuna tukio. Kuna nini? Mimi nikajua labda kaanguka chini. Wamesema bosi huyu huku. Bosi yupo wapi? Huyu huku. Tumefika eneo la tukio kweli bosi huyu hapa. Mimi baada ya hapo cha kwanza nikaanza kumpigia mwasimu ngambia, "Huko uliko, rudi bosi huyu huku na kashakufa." Kwa kufika wakati eneo la tukio ndikabidi tusubie sasa wenyewe usalama wenyewe waje waangalie mwili, waukague mwili, wajue shida nini maana sisi tulikuwa tunajua labda kajeruhiwa wapi. Yaani tulikuwa tungeomba serikali yani iliangalia hili swala kwa jicho lingine. Naitwa Eva Sophie Michael. Ni muhasibu wa hiki kiwanda cha Shinli Packaging Materials. Siku jana Jumamosi niko nyumbani najiandaa kuja kazini mida ya saa 1 napokea simu kutoka kwa meneja wangu. Ananieleza kwamba kuna mtu amefika pale mfanyakazi kwa ajili ya kuwasha moto ili production iendelee, amegonga sana geti lakini geti halijafunguliwa. Meneja wangu akanambia jaribu mpigie babu, nishampigia sana bosi hajapokea simu. Nikamwambia ngoja nimpigie babu, nikampigia babu mmoja wa Kichina, akapokea simu. Nikamwambia babu kwa sababu hajui lugha ya ni mgeni, anaongea ule Kichina. Kwa hiyo nilimwambia tu babu, fungua geti. Babu akatoka akasema okay, akafungua geti. Alipofungua geti akakutana na watu wako nje, wakaingia ndani. Walivyoingia ndani, wao ambao walikuwa wanagonga akakuta walinzi hawapo. Kama dakika 10 hivi akaingia dada anaitwa Farida ambaye yeye ndo anawahi kuja kwa sababu anaandaa chakula cha mabosi. Kwa hiyo akafika saa 1:30. Alivyofika wakakuta ile vipi, wakasema bwana tumefika hapa tunapiga simu ya bosi haipokelewi na walinzi wametoweka hawapo. Yule Farida akaenda kufungua ule mlango wa bosi kuangalia what happening. Mbona bosi anapigiwa simu hapokei? Kafungua mlango kweli kuingia ndani akakuta ile simu iko pale lakini bosi hayupo pale. Akanipigia mimi simu, "Madam, nimekuta bosi hayupo na walinzi hawapo lakini simu yake ipo ndani." Nikamwambia okay. Kitu cha kwanza ambacho nilikifanya nikapiga simu polisi. Nikamwambia dada, umemwona bosi wangu yuko pale polisi? Kwa maana kwamba labda kumetokea kuna taharuki yeye na hao walinzi maana wote wametoweka, labda wamepelekana polisi. Akanijibu hapana, hakuna kitu kama hicho, bosi wako hayupo. Okay. Nikarudi tena nyuma nikampigia tena simu mlinzi wa geti la nyuma lile kubwa wa Kizenga Investment. Nikamuuliza, "Umemuona bosi wangu na walinzi wakitoka nje?" Yule mlinzi akanijibu kwamba wametoka hapa wa mida ya saa 9 wa Masai wawili wakiwa wameshikana. Nikasema okay, nikamwambia bosi haonekani. Baada ya kumwambia hivyo mlinzi akasema hapana, Mchina hajatoka. Badala ya hapo mimi nikatoa go ahead sasa kwa wafanyakazi. Nikamwambia jamani Luka ambao ni meneja, waambie wafanyakazi waendelee kutafuta huko ndani kila kona. Wakaja wakazunguka katika kusachi, wakaja kufuata mtaro, wakaja kaona damu ndo akamkuta area ile pale akiwa ameuawa, amelala chini ya mtaro kwenye maji. Badala ya hapo sasa kwenda kuangalia ndani kwake kukuta kuna begi ambalo inasemekana kwamba alienda kuchukua pesa kidogo kwa ajili ya kufanya shughuli za kiwandani, lile begi likawa halipo. Kwa maximum naambia lile begi ambalo alikuwa kabeba maana mida ya saa 8 siku ya Ijumaa alienda kwa wakala akadeposit 10 million, akaenda akadraw milioni 10 ambao kuja kufanya shughuli za kiwanda hapa. Naitwa Dennis, nimeishi hapa Tanzania miaka 20. Hapa mtu amekufa ni ndugu yangu natoka tumbo moja. Yeye anaendesha kampuni hapa Mabibo, kampuni ya kufanya recycling ya machupa. Hapa
tunasajili watu zaidi wa Tanzania, tunasajili kupitia EPZA, tuna export Marekani, Malaysia, Vietnam, China, duniani mbali. Sasa usalama ni kitu muhimu ya kwanza kuliko watu wote, yani kuliko mambo wote. Yani ukipotea maisha, sasa mambo mengine na thamani gani? Sasa na yani mimi na kwanza na kuomba serikali, polisi na kufollow up. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muriro, amesema walinzi wanaodaiwa kuwa na asili ya Kimasai walimshambulia mwajiri wao mwenye asili ya Kichina ambaye baadaye alipoteza maisha. Kamanda Muriro amesema juhudi za kuwatafuta watuhumiwa waliohusika na tukio hilo zinaendelea na lazima watakamatwa.